Kwaje hapo kwa safi kabisa bana, hii ni Shampuzi Media of course, kama kawaida kila siku za wiki tupo street kuhakikisha kwamba tunakuletea story ambazo of course inakuinspire na pia sisi ndio tuinspire hapa ndani. Leo hii tuko hapa ndani ya Imadi Complex ambapo ni sehemu ambayo kama unaingia Malindi, kama unaingia BP tu ni sehemu ambayo ni mpya ambayo imejengwa, lakini pia cha kupendeza sana hapo ndani, unapoingia hapo ndani ya Imadi Complex leo kuna kitu kizuri sana ambacho kimezinduliwa. Kuna kifu mpya ambayo imezinduliwa hapa live na tunafurahi sana. Tuna baadhi ya waanzilishi, tuna founders ambao wako hapa. Nataka tupige story tuone ilikuwaje, na of course ni sehemu nzuri sana, inapendeza sana. Mimi nimeangalia, ni sehemu ambao watu wanasema Nairobi imekuja Malindi. Ni sehemu nzuri sana, sehemu ambayo inapendeza sana. Habari ya leo? Nzuri sana. Unaitwa nani? Hadija. Mwanzo hongera sana kwa sehemu nzuri kama hii na inapendeza sana. Naona watu wamekuja wengi, watu wamefurahi, setup ni kali, ukiangalia vitu ni vikali. Mpaka watu naona kuna baadhi ya watu hawajajua kitu Kenya amekunywa. Wamezoea vanilla na strawberry. Hizo zingine majina ngumu hawajajua, lakini nataka kujua mwanzo hii idea ilitoka wapi na ulifikiriaje mpaka umefikia hapa? For me, hii idea ilitoka from being inspired by other people who open their own cafes, because mimi mwenyewe napenda kwenda cafes. It's like a hobby for me. Napenda kwenda to creative spaces, and that really was something that drew me like close. Any kitu ni inspire for me to open my own cafe. So nilikuwa nataka kuleta also something fresh in Malindi yenye hakuna, kama nilivyosema the unique shacks zenye zimekuja. Yeah, so I wanted to do that. Ni sehemu nzuri sana. Mwanzo nataka kujua hiyo jina La Rêve. La Rêve. Yeah. Inamaanisha nini? La Rêve imetoka, it's a French word, which means the dream cafe. Oh, dream cafe. Yes. Ndoto yako ni kama imetimia. Yes, so that's when nilichagua hiyo jina. I just wanted to make it into a unique name, so nisingeandika tu the dream cafe, was a bit common. Yeah. Sure. Labda hii idea ilianza lini, labda mpaka umekuja na hii jina ndio sasa nataka kufungua, labda imechukua how long, labda kampia ku set up na nini kila kitu? The idea yenyewe like kukona kwa akili from like mambo ya business plan na kila kitu, it took me like a year from now, and the actual like setting up na kila kitu, it took us about 4 months. Yeah. Kila kitu from like the design, the name, kila kitu. So what were the challenges? I know lazima kila kitu kina changamoto, so rahisi. Maybe what are the few of the challenges you faced? One of them was the capital, because rahisi, sometimes you might have a certain like umejekea certain estimate of the things that are going the capital, but kila ukienda things keep on increasing, expenses increase. Also interior design, kupata mtu mwenye anaweza nitengeza kitu kama hii was not that easy, but luckily I got a good team that we were able to work together well. Yeah. Leo watu wengi wamekuja sana, watu aina tofauti na wamekuja kusupport kwenye launching. How do you feel about it? Umefeel vipi? What was the feeling wakati unaona nini nakatwa ndo sasa unafungua rasmi? Honestly, the first time it was very overwhelming, but in a good way, because I expect so much support and love. So honestly, I am grateful for people showing up, and I wish tuendelee kusonga the same way tukiendelea. Yeah. Okay. Ni watu wengi wamekupongeza sana. Of course kuna kama youth ama kama kijana una kama idea kama hii. Maybe wewe labda ujumbe wako ama what's your message kwa mayouth wengine? Because of course majenzi siku hizi labda kuna baadhi ya majenzi hawaamini wanaweza anzisha biashara kama hii, wakainvest kama place kama hii kama biashara. Wanaamini labda kupewa. What's your message? For me, nataka kusema kwanza, if you have a dream, you need to stick to it, but you need to also have a plan for it. Usikuwe una ndoto but then you also don't know how to, like the ways to do it mpaka ufike hiyo ndoto yako. And if you really believe in it, mtu asikwambie kitu, they might call you delusional or whatever, but wewe kama umejiamini this is what you really want to do, then you really need to strive for it. Yeah, but you also need to make a plan of how you're going to do it to achieve it. So ni kitu gani hiyo unique ambayo mtu akija Malindi anajua tu ni La Rêve ndo anaweza pata? First of all, naona the decor. I'm also doing a new drink called matcha that is sijaona Malindi, so it's a really nutritious drink for maybe wazee or other elderly people who cannot drink the sugary stuff, wanaweza kunywa hiyo. And yeah, and it's also owned by a young person, so kikuja there is fresh energy. Kuna vibe. Yeah, kuna vibe. Yeah. Pia watu wakubwa waje lakini. Mwakaribishwa. Watu wamesema nikipiga story na wengine walikuwa wanasema wangeomba sana kuwe na branches zingine kama Kilifi na place zingine. Una hiyo ndoto labda maybe? Yes, definitely. Soon we will do that. Yeah, inshallah. Okay. Yeah. Labda in case msee anataka labda kuja kupia kupartner ama kuleta tu ideas. Yes.
Kuna room? Yes. Kuna space? Yes, surely, yes, iko. Yeah. Kufungua mtakuwa unafungua lini? For now, I open daily from 9 a.m. to 9 p.m. Iko, yeah. So message yako kwa watu ambao wamesimama na wewe, wamekusupport na wale ambao wamekuja leo. Mwanzo wale ambao wamekuwa kusupport for the 4 months, of course umesema kuna watu wamekuwa kusupport. Of course unajua wazazi wako, nataka napiga story naye, lakini nataka uwaambie kitu. Wale ambao wamesimama nao for the 4 months na pia ambao wamekuja leo kwenye hii launch, unawaambiaje? I really want to say thank you kwa kunisupport because this journey was not easy, especially for me mwenye sina experience even with this industry, but yeah, I really want to say thank you for showing up. It was really encouraging for me. Plus nimepewa advice hapa na pale of how like to run the business or the reality of business in Malindi. So I think you itanisaidia kuendelea kwenda mbele. Yeah. Hawa walikuja leo kukusaidia kulaunch. Nataka kusema thank you and I hope they really enjoyed what they give I provided for them today, and I hope they'll keep on coming. So thank you when they came, and I really appreciate their support. Yeah. Yes. Okay, so hongera sana by the way kwa achievement kama hii. Of course inatia vijana wengi sana motisha, morali. Sisi majenzi inapendeza sana. So hongera sana. Wishing you all the best. So mam, karibu sana, nataka nipige story na karibia kidogo hapa. Nzuri sana. Mwanzo jitambulishe wewe tu nani? Mimi naitwa Feni Mwamuye na mimi ni mzazi wa mwenye hii cafe. Mama Kedida. Mama Kedida, yes. Unajisikiaje leo? Leo mwanzo unajisikiaje? Hey, leo nasikia furaha. I'm so emotional. Especially because ilianza kama ndoto, na vile hii ndoto ilikuja, the dream she had, mimi sikuwa nakubaliana nayo. Yeah, but alipoendelea kupush na kuweza kuniconvince kuwa really this is the way she wants to go, na kuwa angependa sana kwa dream yake awe na kuweza kuwa a CEO of a cafe like this. So I had to she convinced me to support her, and I think we've walked the journey with her. We have gone through ups and downs because I don't have experience na mambo ya biashara. Yeah, but we've managed to be able to network with different people. Wametuonyesha hapa na pale mpaka tukaweza kufika hii siku ya leo. Yeah. Leo tumeona watu wamekuja sana na watu wamekuja wengi sana. Hisia za ulifeel vipi ama ulihisi vipi labda ulipoona kuna watu wengi wamekuja sana? Wengine wametoka Kilifi, wametoka wapi, wamekuja pia kumsupport mtoto wako? Mimi namshukuru Mwenyezi Mungu sana kwa vile siku ya leo vile ilivyoenda vizuri. Yeah, and honestly speaking, I'm so emotional. Yeah, I'm so emotional that truly, like every dream, I mean, is valid. Every dream is valid. Yeah. Ujumbe wako kwa mtoto wako unamwambiaje? Sikiza kwa makini. Namwambia Dida, let her keep on pushing at her age. I know the sky is not even the limit for her, because I've always told her that at the age that she is, she has the opportunity to be able to try whatever that the world holds for her. So akona room ya kuweza kujaribu kuona pale naweza kuona path yake inaenda wapi. So ameanza wakati mzuri kabisa, and I'm sure with the zeal that she has, especially kwa biashara, she will be able to succeed. And namwombea ameanza Malindi, and I believe many more cafes with Lareva zitakuja, ataweza kufungua. Yeah. Mama najua amekuwa kipaumbele sana kukusaidia, kukusupport. Unamwambiaje akiwa hapo? Nakumwambia asante because she's the most supportive person to me right now, and thank you for accepting and for supporting me every single step of my life. So nakupenda and thank you so much. God bless you. So asanteni sana na nafurahi sana of course kwa kuona pia umefanya jambo. Asante sana pia, hongera sana mama pia kusimama pia na mtoto wako. Unajua inafurahisha sana na inatia morali, inatia moyo sana kuona kwamba mna support pia vijana, kuona kwamba vijana pia wanainuka. So thank you so much na hongereni sana na tunakutakia kila laheri. Tutakuwa tunakuja kunywa sana hizo ambazo tujui jina, bora ni tamu.
So unaweza kuja hapa Malindi, by the way, hapa Imadi Plaza ni sehemu ambayo nzuri sana, inajiitwa La Rive. By the way, unaweza kuja hapa, kuna vinywaji na vyovyote, kuna keki, kuna vitu vizuri sana ambavyo unaweza kuja ukakula, ukakunywa, ukapendeza sana. By the way, hapa tu barabarani tu, opposite tu na Methodist, ukakuja alafu ikakuwa inapendeza sana. Bana, kama hii ni Shampuzi Media, of course kama kawaida kila siku tupo hapa kwa sababu tunakuletea story ambazo of course na kuinspire. Tufollow kwenye mitandao ya kijamii, Facebook, Instagram na YouTube. Na usije ukasahau pia una subscribe, una share. Alafu in case una shughuli, una mambo, piga simu hapo tuone inakuaje. Aminia sana. Mimi jina langu naitwa Shaban Francis.